Hujambo mtazamaji na karibu kwenye runinga ya VETI inayokuletea habari kwa kina mahali popote ulipo. Natumai kuwa uko salama. Jina langu ni Jacqueline Maluki na kwanza tupate vidokezo. Rigathi Gachagua amtaja mwanasiasa anayedaiwa kumsema kwa Ruto na kusababisha uhasama. IPOA yafichua kuwa uchunguzi wa visa 60 vya mauaji ya waandamanaji. Wakenya kurudi kwa ugali baada ya nchi jirani kuparamiana kuzoa mahindi kwa wingi. Goliath wa Bungoma adai wanawake wanamtumia jumbe tofauti. Liverpool bado inahitaji wachezaji maakida. Eliud Kipchoge ataja sababu 3 kwa nini rekodi ya Kelvin Kiptum ya marathon inaweza kuvunjwa. Karibu kwenye taarifa kamili. Aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua alimwanika mbunge anayedaiwa kumripoti kwa Rais William Ruto. Gachagua alifunguka kuhusu mkutano na viongozi wa eneo la Mlima Kenya, ambapo alieleza wasiwasi wake kuhusu kutengwa na eneo hilo chini ya uongozi wa Ruto. Kufuatilia ripoti ya Ruto, Gachagua anadaiwa kukabiliwa na mzozo mkali kutoka kwa rais na kuzua uhasama kati ya wawili hao. Tupate taarifa zaidi kutoka kwa ripota wetu Sakina Rama. Aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua ameshiriki akaunti kuhusu yale ya msukosuko wa uhusiano wake wa kikazi na Rais William Ruto. Gachagua alisimulia wakati ambako mbunge kutoka eneo la Mlima Kenya alidaiwa kumsaliti kwa kumripoti kwa Ruto na hivyo kuzua mvutano ambao ulichangia hoja yake ya kung'atuliwa mamlakani. Akizungumza wakati wa mahojiano na Weru TV mnamo Jumapili Aprili tarehe 27, Gachagua alimtaja seneta wa Meru Katuri Moringi kuwa mtu aliyeripoti shughuli zake kwa rais na hivyo kuzidisha uhasama kati yake na Ruto. Nikiripotia darubini ya VETI TV, jina langu ni Sakina Rama. Kwingineko ni kwamba takriban mwaka mmoja baada ya waandamanaji wasiopungua 60 kuuawa na maafisa wa usalama wakati wa maandamano ya kulalamikia ushuru, taasisi inayosimamia malalamishi dhidi ya polisi wanaokiuka sheria bado inaendelea na uchunguzi, huku kesi 2 pekee zikiwa mahakamani. Miongoni mwa visa ambavyo vinaendelea kuchunguzwa ni mauaji ya watu 9 yaliyotokea katika majengo ya bunge jijini Nairobi mnamo Juni tarehe 22 mwaka 2024 wakati maandamano dhidi ya mswada wa fedha. Mamlaka huru ya kusimamia polisi IPOA imefafanua kuwa visa 6 vilitokana na risasi na 3 kutokana na kupigwa kwa nguvu na kusema uchunguzi unaendelea. Hata hivyo, licha ya hasira ya umma, wabunge walipitisha mswada huo siku ambayo vijana waliandamana na kuvamia bunge, lakini baadaye Rais William Ruto alikataa kutia saini. Takriban mwaka mmoja baada ya waandamanaji wasiopungua 60 kuuawa na maafisa wa usalama wakati wa maandamano, taasisi inayosimamia malalamishi bado inaendelea na uchunguzi, huku kesi 2 pekee zikiwa mahakamani. Hata hivyo, licha ya hasira ya umma, wabunge walipitisha mswada huo kwa rais, lakini alikataa kuutia saini. Nikiripotia runinga ya VETI kutoka maeneo ya Kitengela, jina langu ni Sakina Rama. Kampuni za kusaga unga wa mahindi zimeonya kuwa uhaba mkubwa wa mahindi katika eneo la kaskazini mwa bonde la Ufa utasababisha kupanda kwa bei ya unga kwa kiasi kikubwa. Baadhi ya viwanda vya kusaga unga vimesitisha shughuli na kupunguza wafanyikazi kutokana na ukosefu wa mahindi. Imebainika kuwa wakulima wengi waliuza mahindi yao mara baada ya mavuno kwa wanabiashara waliokuwa wakipeleka mazao yao Uganda na Sudan Kusini kwa sababu ya bei nzuri.
Gunia la kilo 90 linauzwa kwa shilingi 4,200 katika soko la ndani, huku likiuzwa shilingi 2,600 Uganda na shilingi 5,200 Sudan Kusini. Na sehemu nyingi za Uganda hazikupata mavuno kutokana na ukame mkali, hali iliyowafanya wafanyabiashara kugeukia Kenya kupata zao hilo, huku viwanda kadhaa vya kusaga unga magharibi mwa Kenya vimesitisha shughuli kwa sababu ya uhaba wa mahindi. Angalau viwanda 10 vimetuma baadhi ya wafanyikazi likizoni baada ya kupunguza shughuli zao kutokana na uhaba huo. Stacy Makena anatuarifu zaidi. Kampuni za kusaga unga wa mahindi zimeonya kwa uhaba mkubwa wa mahindi katika eneo la kaskazini mwa bonde la Ufa utasababishwa kupanda kwa bei unga kwa kiasi kubwa. Baadhi ya viwanda vya kusaga unga vimesitisha shughuli na kupunguza wafanyabiashara kutokana na ukosefu wa mahindi. Imebainika kuwa wakulima wengi waliuza mahindi yao badala ya mavuno kwa wafanyabiashara waliokuwa wakipeleka mazao ya hayo Uganda na Sudani Kusini. Nikiripotia runinga ya VETI, mimi ni Stacy Makena. Na taarifa hii inatupeleka kwenye mapumziko mafupi. Usiondoke hapo ulipo, maana kwa muda usiokuwa mrefu narejea na taarifa zaidi. Judy Kituto, Director of VETI, welcomes you to Vision Empowerment Training Institute. We have 3 campuses, Nairobi, Kitengela, and Mombasa. Courses we offer include ICT, Business Secretarial, Hairdressing and Beauty, Journalism and Mass Communication, Hospitality and Tourism, Health, Community Development, Criminology, Electrical, Mechanical, Plumbing, Fashion and Design, Plant Operator, Co-curricular activities, and cultural events. Visit www.veti.ac.ke. Come learn from the best. Contact us through the below numbers. Karibu tena. Goliath Isaac Otesa wa Bungoma alibainisha kuwa watoto wake wana uwezo wa kuwa na urefu kama yeye, kwani wana sifa zake za kimwili. Pia alishiriki kuwa wanawake wanaendelea kumtumia ujumbe, lakini ana mke na hana mpango wa kuongeza mwingine. Wanamtandao walimpongeza kwa maendeleo yake, huku akibainisha jinsi ambavyo amejihami na maisha yake yamebadilika tangu apate kazi. Mkazi wa Bungoma Goliath Isaac Otesa, ambaye anajulikana kwa urefu wake wa kipekee, ameeleza kuwa anaamini watoto wake wana nafasi kubwa ya kurithi sifa zake za kimwili ikiwemo urefu. Akizungumza na wanahabari, Otesa amesema kwamba watoto wake tayari washaanza kuonesha dalili za kuwa warefu kama yeye, jambo alilolihusisha na urithi wa kinasaba kutoka kwake. Aidha, Otesa alizungumza masuala ya maisha yake ya kibinafsi, akifichua kuwa licha ya kuwa kwenye mahusiano ya ndoa, bado wanawake wanaendelea kumtumia jumbe mbalimbali kwa madai ya kujuana zaidi. Nikinukuu, "Ni jambo la kushangaza mno kupata jumbe kutoka kwa wanawake wengi ingawa nina mke." Mwisho wa nukuu, alisema Otesa, huku akisisitiza kuwa ataendelea kuwa mwaminifu kwenye ndoa yake. Nikiripotia runinga ya VETI kutoka kaunti ya Kajiado, jina langu ni James Mtuku. Kusonga mbele kwa Liverpool na kubeba taji la 20 kunaleta ishara nzito kwa wapinzani wao ambao lazima sasa wajaribu kuliondoa taji hilo la ligi kuu ya Uingereza kutoka vichwani mwao msimu ujao. Kocha wa sasa wa Liverpool Arne Slot alimrithi Jurgen Klopp. Liverpool ilimsajili mlinda lango wa Valencia raia wa Georgia George Mamadash kwa dhamani ya pauni milioni 10. Liverpool sasa watakwenda kwa msimu wa mapumziko wa joto na timu yao kuajiri chini ya mkurugenzi wa michezo Richard Hughes kwa maandalizi ya kuongeza wachezaji wa uzani wa juu. Jefferson Chalo na taarifa za spoti.
Hivi sasa mabingwa wa ligi kuu ya Uingereza Liverpool wana maswali chungu zima, hasa katika safu ya ulinzi. Hii ikiwa ni baada ya Virgil van Dijk kusaini mkataba mpya ambao huenda usizuie kuongezea kwa mabeki wengine. Aidha, Trent Alexander-Arnold anahitajika kujiunga na Real Madrid kwa uhamisho huru. Nikiripotia runinga ya Veti kutoka eneo la Kitengela, ni mimi wako Jefferson Chalo. Marehemu Kelvin Kiptum aliweka rekodi ya dunia ya mbio za marathoni za wanaume mnamo Oktoba mwaka 2023 na imesimama tangu wakati huo. Eliud Kipchoge anaamini kuwa haitadumu kwa muda mrefu anapojiandaa kushiriki mbio za 45 za London Marathon siku ya Jumapili, akitaka kushinda kwa mara ya 5. Alianza kushiriki katika mbio za kwanza mnamo mwaka 2022 ambapo alishiriki mjini Valencia ambapo aliweza kuibuka mshindi kwa saa 2 dakika 1 sekunde 53, hii kirekodi mbio za kwanza za kasi katika historia ya riadha. Licha ya Kelvin Kiptum kuwa na taaluma fupi katika historia ya riadha, aliweza kushiriki katika marathoni 3 baada ya kifo kilichosikitisha wengi kuyachukua maisha yake mnamo Februari 11 mwaka 2024. Nikiripotia runinga ya Veti kutoka Kitengela. Na kufikia hapo sina budi ili kutamatisha taarifa zetu za leo. Asante sana mtazamaji kwa kutenga muda wako na kutazama taarifa zetu. Umekuwa nami Jacqueline Maluki. Kwa heri mtazamaji.